Yes bana, mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini hilo alizui sisi kuyazungumza yale ya kimichezo. Exclusive interview nikiwa na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Heavyweight Dulla. Na udha wako ni mimi Rama KG, nyuma ya kamera yuko ndugu yangu Idi Santos, hakikisha engo zinakuwa vizuri kabisa. Kaka Dulla, tuzungumzie mchezo wa jana. Young Africans akiwa ugenini dhidi ya TRA, sare ya bila kufungana, anaondoka na alama moja. Lakini mambo yakawa ni mengi, Young Africans kuto kupiga shoot on target ya zipoje, namna ambavyo mchezo umeangalia, tathmini yako mchezo dakika 90 Heavyweight Dulla. Unajua kwanza kabisa niseme mechi ilikuwa nzuri kwa sababu ilikuwa ina ushindani. Yanga walijitahidi kufanya kila kinachowezekana na ikashindikana kwa sababu pia nadhani ugumu wa ratiba ambayo wamekutana nayo hivi karibuni, lakini ugumu wa ratiba ni sababu mojawapo ambayo pengine inaweza ikawa imefanya wasiwe na ile fitness ya kutosha kwa sababu ya muda mdogo wa maandalizi na recovery, na pengine ndio ikafanya wasiwe kwenye ile uwezo wao ambao umezoeleka. Kwa sababu mimi nikiitizama Yanga ilivyocheza, huwa haichezi vile, yani tukitendea haki huwa haichezi vile. Yani mara nyingi sana imekuwa ikitengeneza game nzuri, imekuwa ikishambulia mpinzani muda mwingi wa mchezo, imekuwa ikimfikia mpinzani muda mwingi wa mchezo. Lakini jana ilikuwa haiko hivyo kwenye huo ubora, na ndio maana nikajaribu kuamini kwamba pengine labda inawezekana ni issue ya fitness, labda recovery na vitu kama hivyo, labda kwa sababu huwa haichezi vile. Msimu huu tu kuna timu wameziadhibu na wamekuwa na kiwango kizuri sana na wameonyesha uwezo wao wa kushambulia, na haijawa timu ambayo imefunga mabao mengi zaidi msimu huu. Kwa bahati mbaya ni kwamba ina uwezo mzuri tu wa kushambulia, lakini jana ile kwenda mechi nzima pasi na kuwa on target sio jambo ambalo linaleta picha nzuri au linaashiria jambo jema. Yani ni kama notice fulani ambayo Yanga wanaanza kuipata, kwa sababu ukirudi nyuma dhidi ya Azam FC pia walikuwa na shot on target moja tu dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo tunazungumzia mechi ambayo wamecheza, mechi mbili ambazo wamecheza za mwisho wamepata shot on target moja katika dakika tuseme 180 za kawaida za kucheza, si ndio? Manake 90 za Azam FC, 90 za TRA. Manake hii ni run mbaya kwenye eneo la ushambuliaji toka mwaka 2022 ambapo ndo waliweza kwenda na run hii ya kupata shot on target moja ndani ya mechi mbili. Umeelewa? Na kukumbusha ilikuwa ni dhidi ya Simba na Yanga ambapo hawakuweza kupata shot on target, lakini mechi inayofuata dhidi ya Ruvu Shooting ilikuwa, maana yake ya Simba na Yanga walicheza April 30, hawakupata shot on target, alafu wakaja wakacheza na Ruvu Shooting tarehe 4 Mei, wakapata on target moja. Ndio ikawa toka unavyozungumzia hiyo April ya mwaka 2022 mpaka leo ndio imekuja kujitokeza tena Yanga kwenda mechi mbili mfululizo wakiwa na on target moja. Kwa hiyo TRA kumfanya Yanga asipige shot on target, watu wasichukulie jambo dogo, manake wamefanya kazi kubwa sana. Etienne Ndairagije ameweza kuwa na mbinu ambazo zimeweza kuwadhuru. Haijalishi Yanga walikuwa vipi katika mchezo, lakini tu Yanga ni Yanga, na siku zote nakwambia hata tuseme ng'ombe hata akonde vipi hawezi kuwa mbuzi. Ushanielewa? Kwa hiyo Yanga ni timu ambayo tu ukizembea itakuadhibu. Kwa hiyo ile discipline ambayo TRA walionyesha kufanya Yanga kumaliza bila shot on target, maana yake anatakiwa awe considered kwamba among the best ambao wameweza kufanya, kwa sababu hii record ya kumfanya Yanga asipige mashuti on target au asikupige hata shuti moja on target ndani ya mechi nzima ilikuwa inashikiliwa na vigogo tu. Simba Sports Club ambao nimetoka kukutajia tarehe 30 April, Yanga hakuthubutu kupiga on target yoyote katika huo mchezo, na mchezo ulimalizika pia bila kufungana. Lakini kabla hapo Azam FC ndo walikuwa wanashikilia hiyo record ambayo walimfanya Yanga kutopiga on target tarehe 25 Aprili ya mwaka 2021, mechi ikimalizika kwa Azam FC kushinda kwa bao 1-0. Kwa hiyo mwenye huu ndava ni Azam FC, kwa sababu yeye amemfanya Yanga asipige on target, lakini pia akamfunga goli moja. Ndio vizuri. Yes, baada hapo ndo akaja Simba sasa msimu unaofuatia. Akaenda naye mechi nzima pasi na on target. Simba alipiga on target 2. Alafu ndo anakuja TRA. Kwa hiyo TRA kazi alofanya
ni kubwa. Ameingia kwenye tunaweza kusema ile kabrasha la wababe ambao wamemsumbua Young Africans. Yes, na hajafurukuta. Manake ukiwa umekamatwa alafu hata on target hujapata, wewe hujafurukuta. Yani umebanwa. Kwa alichokifanya Yanga ni amebanwa. Na Dula, ukitazama Young Africans kinachoihukumu hivi sasa kwa mechi kadhaa ambazo wamewatizama kuanzia mechi ya tarehe 25, mechi dhidi ya Simba ile ya Zanzibar, then wakaja kucheza mechi dhidi ya Tanzania Prison, wanakuja kucheza na Azam, wanakuja kucheza na TRA. Mfululizo wa mechi zao hazikuwa bora sana kwa maana ya performance wise. Wanapata matokeo lakini bado hawaonyeshi kile kiwango ambacho Young Africans wanakifahamu. Shida ipo kwenye usajili ama sababu wanazitoa za ratiba kuwa ngumu ama kocha pia atoshi? Tuzungumze katika engo gani kwa namna ambavyo umeitathmini Young Africans kwenye michezo kadhaa? Unajua timu huwa kwa mfano Yanga naweza ngasema ni ina changamoto nyingi. Lakini changamoto zake siamini kama ni kocha, jambo la kwanza, kwa sababu issue ya complaints kuhusu makocha haijaanza kwa huyu Pedro. Imeanza kwa Roman Falls kipindi yupo, hata Miludi Hamdi the same, hata Gamondi pia ashai kwenda rani ya mechi 2 akipoteza wakamtimua. Kwa hiyo ni tatizo ambalo lilikuwa linaji spread taratibu. Unajua mara nyingi sana Yanga inafanya usajili lakini wachezaji ambao wanakuja kuleta impact kwenye kikosi ni wachache. Kwa hiyo inalazimika wale wachezaji ambao walisajiliwa misimu nyuma na nyuma tena after wanaendelea kutumika na kutumika, jambo ambalo linawaweka kwenye riski ya kushuka performance kwa sababu ya kutumika muda mrefu, lakini pia jambo ambalo linawaweka kwenye riski ya kupata majeraha kwa sababu wanakosa ile muda wa kutosha wa kufanya recoveries, kwa sababu kumbuka pia hawa wachezaji wa Yanga ni wachezaji ambao watahusika pia kwenye national team. Kwa hiyo anaweza akawa huku kwenye club level amesimama mechi haziendelei, lakini akaingia kwenye international break ambao atatumika pia kwenye mechi za timu ya taifa na vitu vingine kama hivyo, maandalizi, kwa sababu sio lazima ucheze, lakini tu kitendo cha kuingia kambini, kufanya mazoezi na timu na nini, maana yake program zako za kawaida ambazo unazifanya kwenye club level unaenda kuzifanya pia kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo sometimes unatakiwa kuna statement ambayo inasema timu nzuri inajengwa kipindi iko kwenye fomu nzuri. Mara nyingi sana vilabu vyetu vinavyokuwa kwenye peak huwa vina relax, kwamba tuna Pacome, tuna Mudathir, tuna nani. Kwa hiyo wale wanaokuja after hawazingatii kuwasajili katika the same level kama ambao yani kama ambao waliopo. Sio, unaelewa vizuri kwamba una Mudathir, ukiingia kwenye usajili mwingine tafuta kuanzia level ya Mudathir au ikibidi upgrade zaidi, ili anavokuja kwenye timu kuwe kuna ushindani na kuinterchange. Leo mechi amecheza hawa mechi. Kwa hiyo sometimes inatokea kwamba mechi ngumu hata kama ni sio ya ligi na vitu vingine, wanatumika wachezaji wale labda kuanzia nusu finali ya FA au robo finali, umekutana na timu ya ligi kuu, una riski kupanga wale wachezaji wengine ambao huwa hawaanzi mara kwa mara, unabidi uanze na wale starters wa siku zote. Ukienda kwenye michuano ya kimataifa hao, ukija kwenye ligi hata ukicheza na timu za mid table hizi hao, kwa kuna possibility kubwa unawatumia sana na mwisho wa siku nishati yao inashuka na unawaweka kwenye riski pia kupata majeraha. Lakini vile changamoto kwenye majeraha, sometimes wachezaji wanakuwa mchezaji anakuwa kaumia na pengine kutokana na sababu za kimatibabu za kitabibu anaweza akashauriwa asiweze kucheza, wewe ukamlazimisha aende akacheze mchezo huo, kitu ambacho kinaweza kika affect performance yake kwa muda mrefu, aidha kumfanya awe na tatizo chronic kwamba asipone kwa wakati, lakini hata ile performance yake inaweza ikashuka. Lakini ukija ukajumlisha haya matatizo na ugumu wa ratiba, utapata picha kwamba wachezaji sometimes wanafika extend wanachoka sana, na mwisho wa siku timu inaanza kuslope na kuanza kwenda chini. Kinachoihukumu Young Africans pia tunaweza tukaondoka na kauli yako kwamba ni baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni key players wamechoka, kwa maana ni lazima Yanga watafute watu wengine, maana majeraha yamekuwa mengi, na hata katika mchezo wa jana ilikuwa dakika 5 aziishi, unaona mchezaji wa Young Africans ameanguka na tibiwa. Yes, unajua issue ya majeraha pia inatokana na hizo, kwamba wachezaji mara nyingi wakishakuwa wametumika sana, kuna vitu indicators ndo kama hizo, wanaanza kuumia, unaelewa vizuri, au wanaanza tu kushuka performance, umakini wao kwenye mchezo unakuwa mdogo, umeelewa vizuri na hivyo. Kwa hiyo sasa nini, lakini pia wamekosa baadhi ya key players wao muhimu pia
Kwenye eneo la ulinzi wamekosekana wakina Job, wakina Baka, tunaelewa vizuri. Kwenye eneo la ushambuliaji alikosekana Depu, kwa sababu Depu ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri sana kupiga mipira ya vichwa, lakini hold up play yake kwamba mpira mrefu unaweza kutumwa kwake akauhold, au kwenye transition akahold, akasubiri viungo washambuliaji wapite kwenye space akawaekea, alafu shambulizi likawa progressed hivyo. Nafikiri hata dhidi ya Azam FC waliweza kuonyesha hilo. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye pia hiyo ukiachana na hiyo ana uwezo wa kupiga mipira ya vichwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna chances au crosses ambazo zilikuwa zinatumwa lakini zinashindwa kutumika vyema kwa sababu hakukuwa na huyo mtu mwenye hiyo aerial presence, yani ile mabeki ameruka juu na nini. Lakini nikwambie kitu kimoja, hii ni inaweza ikawa ishara mbaya sana kuelekea kwenye mbio za ubingwa, kwa sababu nikukumbushe tu mara ya mwisho kwa Yanga kwenda mechi 4 sare, kutoa mechi sare katika mechi 15 za kwanza, sare 4 katika mechi 15 za kwanza. Mara ya mwisho Yanga kutoa sare 4 katika mechi 15 za kwanza ilikuwa msimu wa 2020-2021 akiwa na alama 37, hakupoteza mchezo kama ambavyo msimu huu hajapoteza mchezo sofa, kama ambavyo sasa hivi ana alama 37 sofa, akishinda mechi 11 na sare 4. Ilikuwa ni msimu wa 2020-2021 ambao ndio ulikuwa msimu ambao Simba alikuwa bingwa na Yanga alimaliza nafasi ya pili. Na katika nyakati hii Simba alikuwa nafasi ya pili baada ya mechi 15. Sasa hivi si ndo ana viporo. Kwa hiyo in case akishinda viporo vyake vitatu anakuwa amefikisha alama ngapi? Alama 36, alama moja nyuma ya Yanga. Kipindi kile ilikuwa alama 36, 35 na maanisha alama 2 nyuma ya Yanga. Sina nielewa vizuri. Na kawaida huwa historia sometimes huwa zinajirudia. Tumeelewa vizuri. Kwa hiyo hakuna kipindi ambacho hapa Yanga walichukua ubingwa ndani ya hii misimu 4 wakatoa sare 4 katika mechi 15 za kwanza. Hakuna. Sina nielewa vizuri. Sare 4 maana yake wanazo. Sare ya Simba, Azam na Mbeya City na hii. Tunaelewa. Hichi kipindi cha miaka 4 ambao wamechukua ubingwa hawakuwahi kutoa sare 4. Tunaelewa vizuri. Kwa hiyo inakuwa jambo baya, lakini vile vile timu haifungi mabao. Imagine katika mechi 5 za mwisho msimu huu Yanga mechi 3 hawajafunga bao hata moja. Tunaelewa vizuri. Hii ni run mbovu ya kupachikaji wa mabao toka mwaka 2021-2022 ambapo napo pia wameshawahi kwenda katika mechi 5 za katikati hapo walienda mechi 3 pasi na kufunga bao. Consecutively mechi 3 consecutively pasi na kufunga bao. Umeelewa vizuri? Walianza na Simba Sports Club Aprili 30 ya mwaka 2022 hawakufunga bao, wakaja wakacheza na Ruvu Shooting Aprili 4, na maanisha Mei 4 ya mwaka 2022 hakufunga bao, alafu wakaja kucheza na Tanzania Prisons Mei 9 ya mwaka 2022 hawakufunga bao consecutively. Si unaelewa? Hiyo ndo kipindi ambacho Yanga walienda na run mbovu zaidi ya ufungaji mabao kabla ya kufikia leo. Si unaelewa vizuri? Ni miaka mingapi imepita? Miaka 4 imepita. Kwa hiyo hii inakupa picha mbaya kwamba kuna kila dalili kwamba Yanga Sports Club wanashuka kiperformance. Na sasa inatosha kusema kwamba tunaweza tukapigia mstari mwekundu kwamba ni nafasi sasa kwa Simba Sports kujiuliza vizuri, kuhakikisha kwamba alama moja wanakuja kuipata dhidi ya Yanga wenyewe kwa ajili ya kujiweka sawa na kuondoka na ubingwa wa msimu. Unajua shida ni kwamba Simba wakipata sare na Yanga naye pia anapata alama moja. Sio, unanielewa vizuri. Kwa hiyo au swali lako sijaelewa vizuri. Langu ni kwamba sasa imebaki alama moja. Ndio. Inakuwa ni kama ni chance kwa Simba kuhakikisha kwamba tukikutana na Yanga tumfunge, tuchukue ubingwa. Ulivyosema alama moja nikajua labda sare kwa sababu wote wanapata moja, ina maana bado of course kuna mechi kwanza za kucheza hapa Simba. Kwa sababu wewe hilo swali unaoniuliza unaziignore hizi mechi. Kwa sababu hiyo swali lako linaweza ngoja kwanza. Mkubwa wa Simba ni Yanga. Ngoja kwanza. Hilo swali lako linaweza likapoteza maana in case Simba akadrop alama kwenye hizi mechi zake 3 hapa. Hazitokuwa na maana yoyote kama akiangusha alama kwenye hizi mechi 3 hapa. Kwa hiyo hilo swala liende simultaneously, ni lazima kwanza Simba ashinde mechi zake 3 hizi aweze ku reduce gap kubakia alama
alama moja. Alafu waendelee kushinda na Yanga akishinda tuseme washinde mpaka waje wakuta. Kitu ambacho ni mapema sana kuanza kusema hivyo. Unaelewa vizuri. Kwa sababu timu zote unajua siku zote anayekimbizwa ndo ana faida. Ndio ndo ana faida kwa sababu wewe una expect kwanza apoteze. Alafu na wewe huku unashinda tu. Usiangushe alama yoyote kwa sababu the more unavyoangusha the more unavyozidi kumwacha mbali. Sasa mwenye faida still ni Yanga, lakini pia usisahau kwamba mpaka unaona Yanga hichi kipindi kigumu anachopitia lakini bado yupo juu. Hata kama Simba tuashumu atashinda mechi zake 3 lakini bado Yanga atakuwa juu. Manake tafsiri nyepesi ni kwamba Simba amepitia kipindi kigumu zaidi. Unanielewa vizuri. Vipi ataweza kumaintain asipitie hicho kipindi kigumu pia katika mzunguko wa pili? Sababu usiangalie tu Yanga bado atakuwa juu yeye. Kwa hiyo ina maana ikiwa ligi ikiahirishwa ndani ya mzunguko wa kwanza still bado Yanga ndo bingwa. Unanielewa vizuri. Kwa hiyo watu wasichukulie azifu kama tayari mbio zimeshakuwa nyepesi, hapana. Dula, tupate pia basi maoni kuelekea mchezo wa leo. Pamba Jiji yupo nyumbani, Simba anahitaji kuondoka na alama 3 pia katika mchezo wa leo. Pamba na mwenyewe anahitaji alama zake. Moses William niliongea naye leo akasema kwamba haoni Simba kama akiambulia hata hiyo alama moja. Kwako wewe sasa, kwa tathmini ya kiuchambuzi, Pamba Jiji mara kadhaa alama nyingi sana zaidi ya 20 amezipata katika ardhi ya nyumbani. Ubora wake wa hivi sasa, Simba ambao imejipata na yenyewe, unaokwenda kuona mchezo wa namna gani ambao utapigwa majira ya saa 10 kwa siku ya leo? Yes, huu mchezo utakuwa mchezo mgumu kwa sababu kama in case ikitokea Simba ameshinda ni kama ametoa sealed hivi. Amenunua kitu ambacho kipo kwenye sealed. Umeelewa? Kwa hiyo ni kwa sababu gani nasema sealed? Ni kwa sababu Pamba Jiji ndio timu ambayo inaungana na timu zingine 3 ambazo hazijapoteza mchezo wote katika ardhi ya nyumbani. Inaungana na Yanga, Azam FC pamoja na Mashujaa, na hii katika timu ambazo hazijapoteza mechi yoyote katika ardhi ya nyumbani. Lakini at the same time hawa Pamba Jiji inakuwa timu ya pili kukusanya alama nyingi zaidi katika mechi zake za nyumbani, ikizidiwa na timu moja tu ambayo ndo Yanga. Timu zingine zote zinakuwa chini ya Pamba Jiji kwa kukusanya alama nyingi kwenye ardhi ya nyumbani. Pamba Jiji amekusanya alama 18 kwenye mechi 8 na Yanga amekusanya alama 22. Yaani Yanga ndo kakusanya alama 22 ndo nyingi zaidi, alafu anafuata Pamba Jiji alama 18, alafu hao wengine wote wanakuwa chini. Kwa hiyo nafikiri unapata picha kwamba ni timu ya aina gani. Pamba ni miongoni mwa team strong. Ina wachezaji hatari na miongoni mwa timu mbinu zao ni kutumia tunasema immediate but composed attack, kwamba wanaweza mipira mirefu kupitia goalkeeper wao Yona Amos. Mara nyingi sana wamekuwa wakitumia mbinu za hivyo, mpira mrefu kupitia goalkeeper wao ukizubaa wakiwin. Kuna mshambuliaji wao anaitwa Messi Utengisi Momanyi, ana uwezo wa kuhold ule mpira na kucombine na teammates wake, either John na Kibinge mwenye kasi ya hatari ya kupenya kwenye spaces, au Peter Luasa ambao naye pia ana uwezo huo wa kupenya kwenye spaces, na wamecombine mara kadhaa kati ya Peter Luasa pamoja na Messi Utengisi. Messi Utengisi ndo mshambuliaji wao alofunga mabao mengi zaidi, mabao 4, akifuatiwa na Peter Luasa mabao 3. Kwa hiyo hii combination yao somehow inawalipa. Kwa hiyo hiyo mipira mirefu wamekuwa wakitumia kama miongoni mwa silaha hivyo. Sasa ukitizama na Simba nao wanapenda kudominate, kupossess na kucommit namba kubwa ya wachezaji juu. Kwa hiyo timu inaweza ikawa ipo juu kwa namba kubwa, alafu huku nyuma ikaacha wachezaji kadhaa wachache, na Pamba wakaweza kuabsorb ile pressure ya Simba kwa kuweka wachezaji wengi kwenye eneo lao, alafu kwa sababu hawahitaji kufanya build up kubwa, wanaweza wakatuma mpira mrefu kwenda kwa mshambuliaji wao Messi Utengisi Momanyi, ambaye amekuwa akicheza kuna wastani mkubwa zaidi wa kupokea mipira mirefu kutokea nyuma, either kwa goalkeeper au kwa walinzi wake, na kuweza kuprogress shambulizi na kufunga bao. Kwa hiyo Simba wanaweza kukutana na hivyo, na unajua bahati nzuri Simba ni timu ambayo ni dominant. Sasa ukienda kwenye viwanja vya ugenini kaka, sometimes hii mpira wa kuvutia na manjonjo mengi huwa hauhitajiki, sio unakosekana, hauhitajiki completely yani. Sasa Simba aina ya wachezaji walionao kuswitch na kuanza kuwabadilisha wacheze katika aina hiyo ambayo inahitajika mikoani ni ngumu, kwa sababu ya aina ya uchezaji wao. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo wanaweza somehow struggle kutengeneza kwenye open play.
Lakini uzuri wa Simba au faida ambao watakuwa nayo Simba ni kutingana na madhaifu ya Pamba, kwa sababu Pamba ni miongoni mwa timu ambazo tunazitem kama zina poor box defending. Uwezo wao wa kudefend box lao ni mdogo. Timu za hivi zinakuwa zina characterized na kushindwa kudili na mipira ya crosses, kushindwa kudili na mipira ya rebound, loose balls, second balls, hizo wanashindwa kudili nazo kwa sababu mabeki wanakuwa wanashindwa kuicheza kwa haraka, wanakuwa characterized na poor marking pamoja na kushindwa kujua zile movement za wachezaji kwenye 6 yard box. Kiboksi kidogo kile. Kwenye penalty box kuna box ya 18 yard box, alafu kuna kile kidogo. Movement za pale wanashindwa kuzi maintain, lakini pia madefenders wao wakina James Mwashinga na Mangalo wamekuwa aggressive sana na sometimes wanasababisha mikwaju wa penalty. So far wamesha concede penalty 4 na katika hizo namaanisha penalty 3, 2 akisababisha Abdulmajid Mangalo na 1 akisababisha James Mwashinga. Wote ni central defenders. Sijui nanielewa vizuri. Kwa upande wangu Simba wanaweza kunufaika na hilo kwamba mipira ya cross wanashindwa kudili nayo. Lakini nikiitazama Simba mbinu ya kupiga mipira ya cross ni nzuri, lakini wachezaji wenye uwezo wa kufunga kwa mipira hiyo si wapo, ndio hilo changamoto. Either kwenye mipira ya kona naweza nikasema yes kwa sababu wana walinzi ambao wana uwezo wa kufanya hivyo, walinzi wakati wale. Lakini kwa mfano kama wanatengeneza shambulizi open play, labda walinzi wako nyuma kidogo na safu ya kiungo imeamua isisogee kwenye safu ya mwisho ya ulinzi ya Pamba Jiji, inaweza ikatumwa cross alafu kukakosekana mtu wa kuconnect hizo crosses kama kitu ambacho kimewakuta Yanga jana. Crosses zilikuwa zinatumwa lakini mtu wa kuweza kuziconnect zile cross ikawa changamoto kwa sababu mwanengo pia hakuwa mzuri hivi. Eneo umezungumzia kwa upande wa udhaifu wa Pamba Jiji, ni eneo hilo tu la defense ama kuna sehemu nyingine pia Pamba Jiji hawako bora kwenye swala kwamba tukizungumzia madhaifu ya Pamba Jiji kama klabu wao wenyewe? Madhaifu ni siku zote madhaifu ya timu tunazungumzia hao wanavyo defend. Sasa kuna madhaifu gani mengine? Kushambulia huwezi kupata udhaifu wa timu. Kwenye kushambulia nimeelezea jinsi wanavyoshambulia, umeelewa nini? Nikasema wana hiyo character ya kuwa direct but composed. Inawezekana labda hukunielewa tu. Ndio aina yao, yani kwamba mpira mrefu direct manake au immediate mpira mrefu alafu but composed, yani manake wana utulivu. Kwamba ule mpira mrefu wewe unaweza ukachukulia kama wanabutua. Sasa ili usichukulie kama wanabutua ndio mbinu ikaitwa immediate au direct but composed. Yani composed manake hiyo mbinu ni huo mpira mrefu unavyopigwa wanakuwa na utulivu wa kuicheza. Kwamba either timu pinzani upige kwa sababu mpira mrefu wewe una namna ya kuwini kirahisi kwa sababu unakuwa 50-50. Kwa hiyo jambo la kwanza defender anaweza akaucheza. Anavoucheza nyinyi mnakuwa composed kwa kujaribu kuwin huko juu. Alafu mkisha win msifanye buvuruburu, muwe composed, piga pale, kaa hapa, kaa. Hizo mbinu wanatumia timu mbili ligi kuu. Ambazo ni nini na nani hapa? Pamba Jiji na JKT Tanzania. Yaani ukipigwa mpira mrefu usidharau. Hao wanapiga mipira mirefu. No, but composed attack. Watacommit namba kubwa, watazingira sehemu ambako kuna mpira, utafanya mistake kwa sababu hautokuwa na huo muda wa kufikiria. Wakishaupata hawabutui. Utapigwa hapa, utapigwa pale, zitapigwa at least pasi 3-4 watakufunga. Na kama ukiwa direct ukatua kwa mshambuliaji hakuna haja ya kupiga pasi nyingi, nitauconnect kwa mchezaji ambaye anafanya run nyuma safu ya ulinzi, ataingia ndani na kuweza kufunga bao. Kwa hiyo ni timu ambayo iko hivyo. Sinanielewa vizuri. Na hiyo mbinu ni nzuri kwa sababu mikoani huko ukienda hakuna namna unaweza ukacheza mpira na ndio maana so far hawajapoteza mchezo kwenye ardhi ya nyumbani. Ila nikasema Simba wanaweza wakanufaika na huo ubovu wao kwenye box defending. Wabovu kwenye kudefend their own box. Na nikakupa characters za timu za hivyo. Wanashindwa kudili na mipira cross. Wanashindwa kudili na second balls au rebound pamoja na zile loose balls, mipira ambayo imetokea tu pale, labda mpigwa mfanyaje umeangukia pale na nini, kuiclear inakuwa changamoto. Zinakuwa zina poor clearances. Beki anaweza akauclear mpira lakini katika namna ambayo ukabaki katika mazingira yale ya hatari. Yaani hizi characters ukiziona kwenye timu alafu haya matukio yanatokea kwenye penalty box, hiyo timu ina changamoto kwenye box defending. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo watazamaji wabidi waelewe. Na miongoni mwa hizo sifa Pamba Jiji wanao poor marking. Kaangalie goli ambao waliconcede dhidi ya Yanga likifungwa na Mudathir Yahya. Pacome anapiga cross. Mudathir anapata space
peke yake, ndani kukiwa kuna wachezaji watano wa Pamba. Wachezaji watano wa Pamba wapo ndani ya box. Mudathiri anapata space ya kupiga kichwa very free. Kwa hiyo timu ina poor marking. Na ni miongoni mwa sifa au zile dalili za timu zenye poor box defending. Dula, tumalize na hii. Simba Sports Club mchezo wao wa mwisho walicheza dhidi ya Singida Black Star, wakafanikiwa kupata ushindi wa goli moja, goli ambalo lilifungwa na Eli Mpanzu dakika za jioni kabisa. Yes, mambo mawili kwa moja. Turejee kwa upande wa Pamba Jiji ambao na wenyewe Simba leo hii wanakwenda kucheza nao. Tuzungumzie kwa upande wa namna ambavyo walipata ile struggling kwa dhidi ya Singida na namna ambavyo watakwenda kupata struggling dhidi ya Pamba Jiji, kwa maana ya kwamba Simba waboreshe sehemu gani ambazo zitawapelekea kuwapa urahisi zaidi kwa upande wa wachezaji mmoja mmoja. Tuliona Force 9 iliwasumbua sana siku ile. Unajua Simba uwezo wa kufika kwenye lango la Pamba wako nao, ila wasiwasi au ugumu wa mechi zao huwa zinatokana na ufanisi mdogo wa umaliziaji, na hilo nalielewa kwa sababu sifa za wachezaji wale wachezaji kama sio wafungaji, kama ufungaji sio sifa yao ya kwanza inayotambulisha kiuchezaji, obvious zitapatikana chance na watazi waste tu. Alafu mwisho wa mechi utasikia timu ilitengeneza nafasi ila hazikutumika. Lakini kuna kitu mnasahau kwamba je, wale wachezaji wakati wanakuwa introduced, je walikuwa introduced kama wachezaji wanaokuja kufunga mabao? Tunaelewa vizuri. Kwa hiyo Simba wanaweza wakafika kwenye box la Pamba Jiji, wanaweza waka create chances, lakini ili wasipate ugumu kama ambavyo wameupata kwenye mechi zao zilizopita ikiwemo dhidi ya Dodoma Jiji ambako pia hawakufunga bao, wanapaswa kuhakikisha wanatumia zile chances. Tunaelewa vizuri, kuconvert zile chance. Na kuconvert chance maana yake ni issue ambayo inahusisha ufundi wa ziada. Umeelewa? Au sanaa ya ziada ya mchezaji. Mchezaji anaweza akawa na skill set, anajua chenga, anajua kufanyaje kufanya, lakini asiwe na sanaa ya kufunga, kwa sababu kufunga ni sanaa ambayo inajitegemea. Mchezaji anaweza akawa hana hivyo vitu vingine vyote, lakini kwenye swala la kufunga anaweza kufunga vizuri tu. Si naelewa vizuri. Kwa hiyo mchezaji kuwa mfungaji mzuri ni kitu ambacho kinakuwa kina mambo mengi, ikiwemo kuwa composed kwenye eneo la hatari, utulivu ambao unahitajika, kwa sababu ili uweze kufunga bao lazima uwe na utulivu wa akili, lakini na maamuzi ya haraka unapokuwa kwenye eneo la hatari. Utulivu wa akili utakufanya kufanya maamuzi sahihi. Uharaka utakufanya wewe kufanya maamuzi kabla mpinzani hajaja kukuchallenge. Hivyo ni vitu ambavyo vinatokea. Kwa hiyo inaweza ikawa unaona mchezaji amepata nafasi clear, akampa goalkeeper akasema haikuwa bahati. No. Amekuwa disturbed kiakili na akajikuta amefanya maamuzi ambayo si sahihi. Sasa mchezaji mwenye sifa za kuwa mfungaji anakuwa mtulivu kwenye nyakati kama hizo na anachagua sehemu sahihi ya kuweza kufunga bao. Kwa hiyo kuna vitu havitokei bahati mbaya. Unasikia bana yule alipata chance tu bahati mbaya pale kakosa. Sio bahati mbaya kakosa. Kama amekosa repetitively, manake huyo sio mchezaji mwenye sifa za kuwa mfungaji au hana sanaa ya ufungaji. Mchezaji mwenye sanaa ya ufungaji anaweza akafunga bao kwenye mazingira magumu ambako tunasema kuna lowest expected goal ratio. Yani lowest expected goal ratio na bado akafunga. Manake uwezekano wa kufunga bao kwenye nafasi ambayo yeye ameipata ilikuwa mdogo, lakini still akafunga. Sina neno vizuri. Yes, kwa hiyo sometimes mchezaji anapata chance kubwa, anampa goalkeeper, anagongesha mwamba na nini vingine, ni kwa sababu pia sio hana ile good finishing technique. Finishing technique yake iko low, iko chini, ni poor. Kwa hiyo kama in case wakicapitalize makosa na wakafunga mabao, na timu za hivyo zinakuwa characterized na vitu gani? Kwa mfano timu ikiwa haina wafungaji wazuri lakini inamiliki mpira na kudominate mchezo na nafasi zinapatikana, timu za hivyo zinakuwa na characterized na kucapitalize makosa au kufunga mabao kupitia makosa ya walinzi. Sinaelewa vizuri. Kuna mtu ambaye uelewa wake wa football unaweza ukawa una changamoto akakwambia kwani kuna timu ambayo kuna mechi ambayo walinzi hawafanyi makosa. Magoli yatapatikana vipi kama hakuna makosa? Kuna makosa ya kimbinu na makosa ya kiulinzi. Hayo yote ni makosa. Mimi nazungumzia makosa yani ambayo yanahusiana na mchezaji kufanya error. Labda wewe umechoma, umempigia pasi, ndio tunazungumzia makosa hivyo. Achana na makosa ya kiulinzi ya kimfumo ambayo yanaangukia kwenye kimbinu.